Kauli iliyopingwa hadharani kabisa na rais kutokea Burkina Faso Bwana Ibrahim Traore. Nafikiri kwa kauli ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo kumekuwa na gumzo na maneno ambayo yamekuwa tofauti yakijaribu kuzungumziwa na baadhi ya viongozi tokea katika nchi tofauti mjaribu kuweza kuliangalia hili sakata linaloendelea na vile ambavyo wanatamani kuona nchi ya Tanzania inaendelea kuwa na amani, lakini pia haki za binadamu zinaendelea kutendeka. Nafikiri kwa kampeni ya no reform no election ambayo Tundu Lissu ameamua kuja nayo kwa kasi kabisa, licha kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliweza kutolewa na John Mrema akiwa kama sehemu ya kiongozi na idara ya mawasiliano, alidai kwamba kauli hii na aspect hii ambayo iliweza kutengenezwa ndani ya mwaka 2020, licha kwamba iliweza kuja kuonekana kwamba labda pengine ilikuwa ni chimbuko ndani ya mwaka 2024 ya no reform no election, ambapo bila shaka kwa viongozi tofauti ambapo wamekuwa na umoja mzuri na nchi Tanzania wameweza kupinga vikali, akiwemo bwana Rais Ibrahim Traore, kutokana na madhara ambayo yalisha kutokea katika vyama tofauti, kwa sababu kitendo cha kususia uchaguzi chama pinzani na vyama na tume ya taifa, manake ni kwanza ni kesi ya uhaini, lakini pia ni kesi ambayo inapelekea pia chama kesho na keshokutwa kukosa ruzuku na kupoteza kabisa ule mwamko na kupoteza kabisa ushawishi kwa wananchi. Kwa hiyo kuna madhara makubwa ya kupotea kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo endapo kama Tundu Lissu kwa ushauri ambao ameendelea kupewa na viongozi tofauti kutokea katika chama pinzani, lakini pia na viongozi tofauti kutokea katika nchi nyingine, ambao bila shaka nafikiri wamejaribu kuangalia kwenye upande wa chama kikubwa kama chama cha Chadema, kesho na keshokutwa kikaonekana hakina upinzani, hakina ushawishi na hakina ubora ule ambao watu wengi wamekuwa wakiutegemea kuweza kuona katika uchaguzi tofauti. Kila mmoja alikuwa anatamani kuona ndani ya mwaka 2025 basi anashuhudia uchaguzi ambao utakuwa ni kata na shoka, na tena utakuwa ni wenye upinzani mkali katika majimbo tofauti, ambapo nafikiri kikubwa ni swala zima la kila mmoja kuhakikisha kabisa anaandaa sera madhubuti za kuweza kuwashawishi wananchi. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na mawazo na aliamini the same kwamba Tundu Lissu ndani ya mwaka 2025 basi atakuwa ni kiongozi atakayekuja na falsafa za kitofauti kwenye upande wa sera na kuhakikisha kabisa kwamba anajinadi na kuweza kuwashawishi wa Tanzania, lakini pia na wachama kuendelea kumsapoti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini imekuwa ndivyo sivyo, na lahasha kabisa, umekuwa ni tofauti. Tena kauli hiyo ikiweza kupewa kidhibiti kikali na kupewa kipaumbele na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni John Mnyika, yani kuanzia mwenyekiti na katibu wake, basi wameweza kuweka bayana na kuweka msimamo mkali wa kutotaka kujihusisha na kutotaka kushiriki kwenye uchaguzi, tena hata kwenye swala zima la kuweza kukubali na kusaini fomu. Yani ni swala ambalo liko serious kabisa, na hata viongozi wa kina God Bless Lema na viongozi tofauti ambao wameonekana kusapoti sakata hili, kasoro kiongozi ambaye watu wengi walitamani kuona anazungumza ama anasema chochote, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Watu wengi walitamani kumsikia mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, ambapo pengine angeweza kutoa mwamko na angeendelea zaidi kushawishi kuhusiana na kampeni ya mwenyekiti wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu kwa aspect yake ya no reform no election, ambapo imeweza kupingwa vikali kabisa na viongozi tofauti, na hata tu imekuwa ni ishara njema hata kitendo cha kukaa kimya kwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho cha zamani ambaye ni Freeman Aikael Mbowe, manake imekuwa ni ishara ya wazi kwamba hajapendezewa na hajakubaliana wazi pamoja na kile kinachodaiwa sasa hivi cha kutaka kujihusisha na uchaguzi, na lengo kubwa huenda ambalo sasa hivi limeweza kumfanya pia mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe ni kuangalia, je, atajibu ama atazungumza kwa namna gani, kwa sababu kwa sasa hivi yeye si mwenyekiti
hana mamlaka yoyote ya kuweza kumpinga ama kuweza kuzungumza na kukataa kile anachokiamua Tundu Antipas Mugwe Lissu. Kwa hiyo nafikiri ni swala ambalo linahitaji muda mkubwa sana na linahitaji pia nafasi ya kuweza kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe kuleta udadavuzi na kutusanua ni nini kitakachojili ama ni nini madhara na nini faida ya kukubaliana na Tundu Lissu ya no reform no election. Je, ina madhara makubwa ama ina faida kubwa? Cha msingi tukutane kwenye comment ikiwa mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji zaidi wa channel yetu pendwa ya Hatboy Media.